Mwalimu, naona unazunguka sana. Kama unaitaka, weka hilo baoni, toka ichape. Ukipata pesa, utanitafuta. Take care my teacher. Kama kweli unaweza ukaanza kwa uzuri, mwisho ukamaliza kwa ubaya. Mwalimu. Shida nini mwalimu? Mbona kama upo tofauti hivyo? Afu unaongelesha unijibu. Nimekutana na Chaupepo. Chaupepo tena. Alivyonijibu. Sikutegemea kama nitapata majibu kama haya. Unajua mimi nilikwambia mwalimu, kwa hizi taratibu ambazo tutakuwa tunaenda nazo kwa saizi zitatupa wakati mgumu sana kama tutaendelea kulifumbia macho hili, kwa sababu hili swali lina uwezo mkubwa kushusha sana taaluma yetu. Na shule yetu pia ikaonekana ina maadili mabovu. Sasa mimi nilikwambia ngoja kwanza nitapata mbinu ya kumrekebisha hili jambo likae sawa. Na uhakika tulia, ngoja kwanza tutatumia sheria hapa na tutamtafuta huyo kijana tujue tunafanyaje, kwa sababu huyu maadili yake ya kuonekana anaenda tofauti ni kijana ambaye anamharibu au vijana wengine ambao wako nje. Kwa hiyo usiwe na shaka leo mwalimu, tutaliweka sawa tu. Kibaya zaidi, ameniambia kwamba nitafute pesa. Alafu nenda nikalala naye. Hivi kweli mimi nikalala na mtoto kama yeye? Tafuta hela? Yaani ukalala na mwanafunzi wako wewe. Huyu mtoto mbona kabadilika sana hivi? Unajua mbona kavuka mipaka sasa? Sasa tulia. Yuko wapi mmoja? Yuko nje. Ndio nafunga kama hivyo. Una akili kweli wewe? Una akili sawa sawa kichwani mwako? Wewe kumtukana yule mwalimu Ndevu hivyo unaona uko sawa naye? Kumwambia wewe ndo kalala naye? Hata wewe ukitaka unaichapa vile vile. Unanipiga mimi? Nakupiga, unataka nikuongeze kingine? Mbona nifahamu mimi wewe? Teacher, what's wrong? Huyu mtoto mpumbavu huyu ana akili huyu. Teacher, are you out of your mind? Kazi yetu sisi ni kuwalinda wanafunzi. Unafanya nini? Madam, mimi nataka nimwadabishe huyu, nimweke kwenye njia. Shut up. Wait me in the office. Nisubiri ofisini. Binti yangu, shida nini? Madam huyu hata sijui. Kanitoa kwa darasani. Kanileta huko kaniadhibu bila kosa lolote. Basi, usijali. Mimi nitaishughulikia. Unajua saa nyingine sisi walimu tunakuwa tuna shida zetu, tuna matatizo yetu. Sasa inapokuja kaingiliana na shule ndio inapoleta changamoto. Usijali, mimi nitalishughulikia. Kuwa na amani. Rudi darasani kasome, kuwa na amani. Nimekuahidi nitaishughulikia. Sawa. Vipi?
natoka darasani. Nimekutana na cha upepo. Mtoto huyo amekuwa jeuri. Nimempiga. Nashangaa nirudisha kibao. So wakati anarudisha kibao na mimi ndo nimepaniki, ndo nashangaa namuona Madam Chani anaingia. Akimbilia kwa Madam Chani eti anajitetea eti mimi nampiga bila sababu. Yaani ubaya wote kanitengenezea pale kwa Madam Chani. Madam, Unajua taaluma yetu inaposema? Madam, ungenipa muda kidogo nisikie. Sisi kazi yetu ni kuwalinda wanafunzi. Nimeongea na mwanafunzi. Amenieleza kila kilichotokea. Umemwadhibu bila makosa. Na inaelekea hauko sawa. Sasa ninachoona mimi na ninachokuomba na ninachokutaka sasa hivi uende ukapumzike. Madam, mbona umefikia huko? Inaonekana hauko sawa. Eti. Kwani? Ninashukuru kwa kuitikia wito kama tulivyokuwa tumewaita. Sasa hapa kuna swala moja kuhusu mtoto wenu cha upepo. Kuwaonyesha ama kuwaeleza nini kilichotokea. Tumempima mtoto wenu cha upepo. Kutokana na hali yake tulivyokuwa tunamuona naye hapa shuleni ilibidi tumpeleke hospitali. Katika vipimo tulivyopima imegundulika ni mjamzito. Ana mimba? Ndio. Hii inaonyesha kwamba ni kiasi gani hamfuatilii mtoto na hampo makini. Mmekosa usimamizi mzuri kwa mtoto. Imefikia hatua amepata ujauzito na nyinyi wazazi hamjui ikiwa nyinyi ndio mnaoishi naye. Ndio. Sisi kama walimu tuna muda mchache sana kuwa naye hapa shule. Sasa inakuwaje sisi tunaweza tukagundua na nyinyi mkashindwa kugundua? Mke wangu, unaona mdogo wako ameamua sasa kutuvua nguo kabisa. Hata sijui shule yangu naiweka wapi kwa mtaani. Mwalimu, Ndio. kwanza nashukuru sana kuchukua jukumu hili la kumpeleka hospitali na kujua haya yote ambayo sisi tulikuwa tunajua. Na pia tupo pamoja na nyinyi walimu. Ndio. Kwa hiyo naombi moja. Yaani jinsi yoyote ya kufanya kuhusiana na hili swala la binti yetu. Hapana, kwa kweli. Sheria ni sheria. Shule ina sheria zake. Mwanafunzi anapopata ujauzito, anachotakiwa kufanya ni kurudi nyumbani na kuishi nyumbani. Inakuwaje? Hatuwezi kulea wazazi hapa. Kwa hiyo mimi cha kuwasaidia tu kama mzazi, nikiachana kwa ni mwalimu. Kuna sheria. Fateni sheria, kila kitu kitakuwa sawa. Hilo ndio la kuwasaidia. Mjue mnafanya nini, lakini kwa shuleni haiwezekani. Sheria zipo na zinazosimamia mtoto na haki zake. Kwa sababu bado ni mwanafunzi na bado ni mtoto. Kwa hiyo hilo ndio naloweza kuwasaidia. Sheria itapata mkondo, litajulikana lifanyike nini, lakini kusema atarudi shuleni si kweli. Haiwezekani. Haya, asante. Karibuni na nashukuru kwa kuja. Sawa, sisi tunashukuru. Haya, asante sana mwalimu. Sawa, nashukuru sana. Karibuni sana. Hivi mke wangu, wewe umejisikiaje kwanza mwalimu alikuwa anatulalamikia sisi? Lawama zote juu yetu. Sisi mume wangu unajisikiaje? Nimejisikia vibaya. Huyu ni mdogo wangu, lazima nijisikie vibaya. Uone si mimi nitajisikia vizuri nimefurahiwa Sikia mke wangu. Mimi naamka kila siku usiku hapa. Naenda zangu kazini, sawa? Majukumu yote ya ndani hapa, na watoto, familia yote juu yako wewe, nikiwa mimi sipo. Sawa? Leo hii
Sisi hatujui kama binti huyu ana mimba, ila walimu huko shule ndio wanajua kwamba ana mimba. Kweli? Ina make sense kweli? Sasa basi. Wacha twende ndani, tukambane huyo mdogo wako. Imradi atuelezee nani mwenye ujauzito huu. Sawa. Haya, tangulia. Madam, shukrani sana kwa kufika hapa. Nimewaita hapa kwa swala moja tu. Swala shemeji yangu. Wote hapa tunajua kwamba ni mjamzito. Na tumembana mimi na mke wangu kuhusiana na hiyo mimba yake, lakini mwafaka bado. Ila ametuomba tuwaite nyie hapa. Kuna jambo anataka kueleza. Ila kuhusiana na mimba yake bado tunamjua mwenye mimba ni nani. Shemeji yangu cha upepo. Kwa hiyo uwanja wa kwako. Madam, nitangulize samani kwa walimu wote, Tita Ndevumbili na Sajo Sedo, kwa nilichokifanya kwa mke wake. Nimeenda nimeongopa maneno kugombanisha ndoa yake. Upande wa Sajo Sedo, nimemgombanisha na mke wake, na jambo niloitia hapa nataka niwaambie. Walimu walikuwa wananisii. Walikuwa wananisii kwa uzuri na sio kwa ubaya. Nataka niwaambie madam na familia yangu pamoja na teacher, mimi mjamzito. Na ujauzito huu hauna baba. Hauna baba? Yaani inawezekanaje ukawa na ujauzito afu hauna baba? Iko hivi. Baba mtu, nimekuja hapa kwa kitu cha kukwambia. Kitu gani? Na mzigo wako. Mzigo wangu? Wana mzigo wangu tia humu niondoke nao. Bwana acha masiala bwana. Mimi na surprise. Surprise gani sasa? Na mimba yako. Nini? Rudia tena bwana. Na mimba yako. Mimba yangu mimi. Wacha mimi ninachokwambia hapa usikia au uelewi? Mimba yangu mimi ipo tumboni kwangu ama ipo tumboni kwako? Wewe vipi mchumba mpagani ni? Sasa naambeje mimba sio ya kwako wakati tulifanya yote tena? Tafuta watu wengine wa kuwapa hiyo mimba. Kama hiyo mimba ya kwako wewe, mimi kwako nimefuata hotelezi tu. Kama hiyo mimba wape mabwana wako wengine huko, sawa. Sasa baba mwingine baba gani lakini? Nisikilize, kwako mimi nilifuata tu utamu, sikufuata kitu kingine. Jichenge hapo. Nisikilize bwana. Hebu jichenge basi. Sasa basi nisikilize. Sina cha kukusikiliza, inuka ondoka. Nitakuchoma na sigara ujue. Nitakuchoma na moto ujue hapo. Wewe vipi wewe mchumba? Mambo vipi? Mbona umechelewa kurudi? Hii ndio muda wangu wa kurudi. Sasa sikutegemea kama nitakuta ugeni wako, maana hii sio kawaida yako. Kuna shida yoyote? Kuna shida. Kuna shida? Kuna shida gani tena? Hapa na mimba yako. Yaani unasemaje? Mimi mjamzito. Wewe acha masiala cha upepo wewe. Wewe ujauzito wangu mimi. Cha upepo. Swala usolijua. Mimi sina mbegu. Na sina kizazi cha kukupa wewe ujauzito. Unasemaje? Umenisikia, sirudii. Sasa mpenzi wangu, unajua mimi mimba nitaipeleka. Wewe koma. Koma. Usione nyumba, sawa? Maana watoto wa sasa hivi wa 2000 mkishaona nyumba si maisha mazuri, mnakuja mnajipendekeza. Unataka kunipa bomu, unataka kunipa zigo.
Koma wewe. Kwanza wewe mwanafunzi wewe. Sambo nilifanyia hivyo mpenzi wangu. Wakati kila siku mimi nilikuwa nalazimisha. Nije mimi nakuja. Unajua we usinivuge akili, sawa? Usinivuge akili kabisa. Cha upepo. Sitaki kwenda jela. Sitaki kwenda jela, maisha yangu nayataka. Na kuomba ondoka. Mimi siondoki. Uondoke. Cha upepo ondoka nimekwambia. Sasa fikiri mimi nitaenda wapi? Wewe ondoka. Ondoka. Pepo. Upande wangu mimi nimekusamehe kwa yote ambalo unifanyia. Sawa, nashukuru. Sawa. Kiukweli nimekusikia vizuri, umeeleza vizuri na nimekuelewa. Na najua hiki ni kipindi kifupi ambacho utakipitia kwa sababu hizi nyakati zipo tu. Nyakati ya furaha na huzuni. Kwa hiyo nimekusamehe katika moyo wangu. Ila japokuwa umeniharibia, najua nayo yote ni mapito. Ila nalo ni funzo kwa watu wengine. Asante, nashukuru. Jamani, nadhani wote tumesikia na tumeelewa. Unajua kukosea kwa binadamu ni kawaida. Makosa tumeambiwa, sisi wote tunakosea. Lakini unaporudi ukaomba msamaha, ina maana umejutia. Mimi nadhani sisi wote tumemsamehe jamani. Kwa kuwa sisi wote ni binadamu, hatujakamilika. Una uwezo wa kujifungua salama na ukarudi tena kusoma. Hii iliyo ni fundisho kwako na kwa watu wengine ama kwa watoto wengine kama wewe. Kwa kuwa unaweza ukaharibu maisha yako kwa tamaa zisizokuwa na sababu. Kwa hiyo nadhani tunakuelewa, lakini pia na wewe nadhani sasa umejifunza. Na hii ikawa ni mwisho na ikawa ni funzo kwako. Tunakutakia kila la heri.